Bwana Yesu asifiwe. Siku moja ndugu huyu, mmoja wa wale ambao ameajiri waliacha kazi, mmoja wao ambaye alikuwa anafanya kwa idara ya kuchunga ng'ombe. Alipoondoka akakosa yule ambaye atafanya ile kazi. Kwa hivyo akatafuta akapata ndugu mmoja aliyeitwa Justus. Kwa hivyo Justus akaingia mahali pale, akachunga kondoo, akachunga ng'ombe vizuri sana kwa miaka 10. Miaka 10 zilipofika, ndugu huyo kukawa na mmoja wa waajiri wake pia akaresign, aliyekuwa anaangalia mbwa zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu ndugu akajiuliza, nitatoa wapi yule ambaye ataniangalilia mbwa jinsi huyu amekuwa akiziangalia? Akawa na shida sana. So kabla hapate yule atakayemwangalilia mbwa, akauliza wale watendakazi wake, kuna yeyote ambaye anaweza nisaidia katika idara hii kama bado natafuta yule ambaye atasimamia kuwachunga mbwa zangu? Kwa sababu Justus alikuwa ameenda pale kwa ajili ya kazi, aliinua mkono akamwambia, mimi nitafanya kazi hizo mbili na nitazifanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa muda, siku ya kwanza Justus akachunga ng'ombe, na the same Justus akaangalia mbwa. Na yule tajiri alikuwa na mbwa wengi sana, kwa sababu kulikuwa na mbwa ambaye alikuwa analinda lango, kulikuwa na mbwa ambaye alikuwa anaangalia tu upande wa kitchen, kulikuwa na mbwa ambaye alikuwa anaangalia kila sehemu, kulikuwa na maumbwa. Bwana Yesu asifiwe. So kazi yake Justus ilikuwa ni amke asubuhi, make sure hizi mbwa zimepata chakula asubuhi, zimepata chakula mchana, na pia usiku zimepata chakula. Akafanya siku ya kwanza, akafanya siku ya pili, siku ya 5 akafanya vizuri sana, siku ya 6, ya 7, ya 8, siku ya 9 akafanya vizuri kuliko hata yule ambaye alikuwa ameajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya 10 Justus akamesi, kwa sababu alilala late, alilisha wale maumbwa late. Sasa akakosa nafasi ya kupumzika mapema, kwa hivyo akalala sana. Alipoamka asubuhi akapata jua limechomoza, akajua hii tajiri akigundua atanivuta kazi. So akaamuka hiyo masaa, akaenda akafunga ng'ombe malishoni. Bwana Yesu asifiwe. Alipozifikisha malishoni, akafikiria, wacha nirudi sasa niandae chakula cha mbwa, kwa sababu nimechelewa na saizi ni saa 5, huenda boss akarudi akapata kama hazijakula. Justus kufika pale tu kwa gate, akakutana na boss. Boss ameingia, amepata mbwa zimebweka zaidi. Yani akagundua zile mbwa hazijapata chakula. Akauliza Justus, na ulikuwa unafanya nini? Mbona mbwa zinabweka hivi? Kwa hivyo kuanzia leo nimekuvuta kazi. Boss akaongea matope, akaongea kila kitu ambacho kilikuja kwa mdomo wake. Justus akamwambia, please boss, nimefanya kazi na wewe miaka 10 na siku 10. Sijai kosa kwa hizo miaka 10 na siku 9, lakini hii siku moja tu na hii kosa ndogo tu, boss nisamehe, sitarudia. Lakini ile kubembeleza boss kwa Justus, boss alikataa. Alimwambia, nimekuvuta kazi, isiwahi kuona hapa. Justus akajaribu kurequest, boss akakataa. Akamwambia, na kama utaendelea kukaa hapa nitakutupa mahali ambapo utatoka. Justus akangoja, akasubiri, akabembeleza, lakini boss ni nani? Akamwambia, sasa kwa sababu hujasikia kile nilichokuambia, akamtupa ndani ya nyumba ya zile mbwa. Kumbuka Justus amekuwa akiziangalia kwa siku 9. Kwa hivyo yule ambaye anaangalia zile mbwa zinamjua. Anapopeleka chakula, zile mbwa zinajua harufu yake.
Mdozi alipomchukua akamtupa ndani ya ile nyumba ya umbwa, akitarajia ya kwamba zile umbwa zitamrarua kwa sababu zina njaa, zitararua Justus. So akamwambia utakaa huko siku 3 ndipo nitakapofungua mlango. Akalala siku ya kwanza, Justus hajaumwa. Siku ya pili, Justus hajaumwa na umbwa. Siku ya 3 boss alipoenda kufungua ule mlango akapata Justus amelala. Umbwa zinamnusa tu, zingine zinamlamba, zingine zimemlalia. Akajiuliza, na huyo ni mtu wa aina gani? Bado Justus akaamuka na ile tu macho ya huruma, akamwambia boss, please naomba nirejeshe tu kazini, nimekosa tu kwa haya masaa tu kidogo boss, nisamee. Kumbuka tu lile jema ambalo nimeikufanyia likakupendeza. Yule boss akaondoa Justus pale akiwa mzima, akaondolewa nje, akarudi akamwambia, nimekurudisha kazini, lakini ujue utakaporudia any mistake nitakuvuta kabisa na nitakufukuza kama umbwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Justus akawa amefurahi, boss amenirudisha kwa kazi, akafanya kazi yake vizuri hiyo siku. Sasa akafurahia sana, akafanya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 Justus alipotoka aende afunge ng'ombe malishoni. Alipozifunga akarudi ili asafishe kile chumba cha umbwa, akapata, kabla arudi akasikia mlio. Kuna mtu anapiga nduru na anaitisha msaada. Kuna mtu anasema nisaidieni, ninamalizwa na umbwa, nisaidieni. Justus alipofunga zile umbwa akadania labda kuna mgeni ameingia nyumbani na umbwa zinataka kumuuma. Aliporudi akapata ni boss. Zile umbwa zimemkamata, zimerarua longi yake, ako uchi, amebakia tu na kinyasa ndani. Umbwa zimerarua nguo yake, hazijaguza nyama ya mwili, kwa hivyo zimeguza tu nguo yake. Justus akaenda pale, alipofika akaziongelesha kwa lugha ile ambayo zile umbwa zinatambua, zikarudi ndani. Boss akamwambia, kuanzia leo nimekupa mamlaka, utafanya kazi hii yote na wewe ndio utakayekuwa supervisor. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kuambia nini? Never ever judge anyone. Usiwe mwepesi wa kujudge. Kabla useme chochote, kumbuka na lile jema amewahi kufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kabla useme neno lolote mbaya kwa mwenzako, kumbuka na lile jema amewahi kufanyia. God bless you so much. God bless you. Na wainue sana.